Ya, mpendwa mtazamaji wangu, mpendwa msikilizaji wangu wa kipindi chako pendwa kabisa cha Saya Kuna Nuru Gizani. Kuna jambo nataka nizungumze nawe, lakini pia nikukaribisha katika ibada ya Jumapili hii ambayo itakuwa ni ibada maalum sana, ibada ya kipekee, ibada ambayo Mungu amekusudia kukupa hazina za gizani, za mahali pasiri palipofichwa. Na popote pale ambapo unanitazama kupitia mtandao wa kijamii, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, nataka nikwambie jambo moja, nikushirikishe. Mungu tunayemwabudu ni Mungu ambaye he still alive, ni Mungu anaishi. Ni Mungu anayejibu kwa moto. Ni Mungu ambaye halali wala hasinzii. Ni Mungu ambaye ahadi zake ni kweli na amina. Ni Mungu ambaye akiahidi jambo yeye anatimiza. Mungu ambaye akiahidi kitu anafanya. Mungu ambaye akisema nitatenda hili anatenda. Katika Biblia, Mambo ya Nyakati wa Pili, mstari ule wa Nyakati wa Pili sura ya kwanza, ukisoma mstari wa 3 hadi wa 12. Nyakati wa Pili sura ya kwanza mstari wa 3 hadi wa 12. Biblia inasema hivi: Sulemani akaonyesha upendo wake kwa Bwana, kuenenda sawasawa na amri za Daudi baba yake, ila yeye alitoa dhabihu na kufukiza uvumba huko mahali pa juu. Mfalme akaenda Gibeon kutoa dhabihu, kwa maana ndipo palipokuwa mahali pa juu pa kuabudia. Ndipo palikuwa mahali pa juu pa kuabudia pale Gibeon. Ndio palikuwa mahali pa juu pa kuabudia. Naye Solomon akatoa sadaka 1,000 za kuteketezwa ama Sulemani juu ya hayo madhabahu. Bwana akamtokea Sulemani huko Gibeoni wakati wa usiku katika ndoto. Naye Mungu akasema, omba utakalo nikupe. Kuna watu wanadharau ndoto. Nataka tuzungumze namna ambavyo ndoto si za kudharau. Bwana akamtokea Sulemani alipokwisha kufanya mambo haya. Mara ngapi umeenda kwa ibada, umetoka katika nyumba za ibada, baada ya kutoka katika nyumba za ibada kuna mambo ambayo ulifanya kwa nyumba ya ibada, Mungu alisema nawe kwa ndoto. Ziko ndoto uliota. Biblia inasema Sulemani, Bwana akamtokea katika ndoto usiku, akamwambia, omba utakalo nikupe. Ukiendelea kusoma utaona Sulemani baada ya kuona akajibu, akasema mambo yafuatayo. Akasema, akajibu, umemfanyia mtumishi wako baba yangu Daudi fadhili nyingi, kwa kuwa alikuwa mwaminifu kwako na mwenye haki, tena mnyofu wa moyo. Nawe umemzidishia fadhili kuu, kwani umempa mwana wa kuketi kwenye kiti chake cha ufalme. Hapo kumbuka, anazungumza Sulemani akiwa katika ndoto. Na sasa Bwana Mungu wangu, umemfanya mtumishi wako mfalme badala ya baba yangu Daudi, lakini mimi ni mtoto mdogo tu, wala sijui jinsi ya kutekeleza wajibu wangu. Soma, anasema ajui namna jinsi ya kutekeleza wajibu wake. Anasema wala sijui jinsi ya kutekeleza wajibu wangu. Yaweza unanisikiliza, unanitazama na haujui jinsi ya kutekeleza wajibu wako mbele za Mungu. Haujui namna ya kutafsiri ndoto zile Mungu anasema na wewe. Haujui the way Mungu anazungumza nawe. So, nini cha kufanya? Sulemani alipotokewa na Mungu katika ndoto, akasema neno hayo, na kisha akasema, mimi ni mtoto, sijui namna ya kutekeleza wajibu wangu. Basi, kwa sababu hiyo, Sulemani akasema katika mstari ule wa 9, mstari wa 8, mtumishi wako yuko hapa miongoni mwa watu uliowachagua, taifa kubwa, watu wengi wasioweza kuhesabika wala kutoa idadi yao. Hivyo mpe mtumishi wako moyo wa ufahamu, ili kuwatawala watu wako na kupambanua katika mema na mabaya. Kwa maana ni nani aweze kutawala watu wako hawa walio wengi? Moyo wa ufahamu tunasema ni hekima.
Na ukisoma katika ile Isaya 11 utaona ziko roho 7 za Mungu, ambazo tunasema the spirit of wisdom, the spirit of knowledge, the spirit of miracle, the spirit roho ya ufahamu, ambayo ni roho ya hekima, roho ya maarifa, roho ya uweza. Omba Mungu akupe roho hiyo, utaweza kujua na kufahamu kile Mungu anazungumza nawe. Mungu akubariki sana. Tukutane Jumapili hii ili Mungu aje akupe hazina za gizani za mahali pasili zilivyofichwa. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Amen.